Nanyi mlitembea zamani mlipoishi katika hayo. Sikiliza, tulitembea zamani, tulitenda hayo mambo zamani. Paulo anazita zama za ujinga ambazo tukumjua Mungu, na Mungu alijifanya kama zioni. Lakini sasa hivi ulipookoka, Mungu akuangalia kwenye zama za ujinga tena. Mungu anataka kutazame mtu mwenye mabadiliko, aliyobadilika, aliyovua utu wake wa kale, utu wa zamani, matendo ya zamani, akayavua. Akauvua uasherati, akauvua uongo, akauvua chuki, akayavua masengenyo. Kama mwana wa Mungu ukawa na hasira, ukawa na chuki, ukawa na masengenyo, alafu wetu umeokoka. Haiwezekani. Wewe bado haujauvua utu wa kale. Na tunasema, na hii sasa ndio tunasema ndio wokovu wa mwili. Wokovu wa mwili. Yaani kuna wokovu wa kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha, wokovu wa kwanza. Wokovu unaofuata ni wokovu wa miili yetu. Yaani sisi wenyewe tuna vita na miili yetu. Sasa tuokoke sisi wenyewe. Ni mwili wako kuweza kuyafanya yale ambayo Mungu anataka kufanya. Mungu anakuagiza, Biblia inatuagiza tuenende. Sasa mwili unakataa. Sasa wewe mwenyewe kwanza, wokovu wa mwili wako unashindana. Yaani unakuta ni kweli umeokoka mwana wa Mungu, anasema tuyafikiria juu. Juu Mungu anataka tufunge, tusome neno, tuwe waombaji. Haleluya. Tuishi maisha ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hayo sasa, umeokoka wewe, unakula chakula siku zote, wiki nzima, mwezi, wewe unakula tu, haukumbuki kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Hata mchungaji akikwambia ufunge, ufungi. Uko busy na mambo yako. Haya, kuomba, hauna muda wa kuomba, hauna muda kutafakari neno. Hayo ndio ya juu, hayo ndio ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu utapofunga utautiisha mwili wako, utautiisha. Utapokaa kwenye mafungo, watafakari neno, manake utatiisha mwili, na mawazo mabaya yataondoka, dhambi itaondoka. Basi mtini Mungu, mpingine shetani atawakimbia. Sasa kumtii Mungu ni hivyo. Kuna vita ingine ya shetani ni ngumu kukimbia kama utakuwa mtu wa mwili. Utakuwa mtu wa mwili, kila muda unakula vyakula ina maprotini, ina mawanga, ina vitu kibao unakula. Bwana Yesu asifiwe. Viungo vitaanza, viungo viokoki. Lakini utapokuwa mfungaji, utautiisha mwili wako. Mimi kuna muda mwaka fulani nilikuwa nafunga, ila sasa mke wangu alilalamika. Haleluya, alinizuia. Sasa hii ndio Paulo akasema, Paulo aliona tu niende mimi na utumishi, sitaki tena masuala mengine. Paulo alikuwa yuko mwenyewe tu, kwa hiyo yuko mwenyewe tu. Lakini ni kweli kuna vitu hatuviwezi. Tunahitaji tukae kwenye neema, tukae kwenye maombi na mafungo. Kuna vitu vingine Mungu hawezi kufanya. Anaposema namna hii haitoki, bali kwa kufunga na kuomba. Na maanisha